Na ilibidi mimi nikiwa class 6 naweka duka. Niliweka kiosk nikiwa class 6. Ati ndio nianza kupata mapato ya kujifunza mwenyewe. High school kuikia pale ilibidi nisonee wanafunzi wale wengine viatu. Na ikienda sana wakati tulifika form 3 na form 4. Tukifuga holiday nilikuwa naenda nachoma makaa. Kama sichomi makaa niko hapa Thika pahali naitwa Mukereti nikiuza nguo. Lakini kwa hayo yote ile nataka kumueleza, Mungu akikubarikia huyu mtoto hakuitisi CV yako kama mzazi aangalia wewe ni mtu ana aina gani. Mungu anaangalia roho yako, anaona kujitolea kwako. Hata kama unakosa, haangalii kukosa kwako. Baraka ya mzazi wako haiwezi fugiliwa na wewe kukosa. So kwenye huko ujue unajua hapa unalea mdosi. Na mkifanya hayo, na naongelesha wazazi, niruhusuni niseme tu kitu moja ilifanyika kwa maisha yangu. Kidogo inaweza kuwa wewe huioni, lakini ilikuwa na effect kubwa sana kwa maisha yangu. Mimi kijana kwetu. Wale wengine ni wasichana. Na mimi ni kijana ambaye ndiye wa mwisho. So wengine ni wazee kuniliko na ni wasichana. Sasa mimi nikiwa pale nyumbani, nikiwa high school, my elder sister akapata bwana, anaolewa. Na hiyo wakati my father alikuwa already ametuaga. My father alituaga nikiwa form 1. Sasa mimi nikiwa mnyumbani niko high school. Ni mimi na nyumba yetu tu ni ya matope hapo. Tulikuwa watu wako chini. Zile familia yani ya kupukaga siku moja hapo kwetu village. Nitawamalizia hiyo ka story. Nawapea tu hii kusikanisha. Muone boma ilikuwa inakaaje. Hapo kwetu village ikakuwa mtu mmoja alikuwa anaenda ng'ambo. Mnajua hiyo wakati kupanda ndege ilikuwa maana sana. Tulikuwa tunawekwa kwa Nissan, watu wachache wa kijiji wanazidikisha mwenye anaenda Amerika. Sasa ikakuwa kwa village yetu watu wanaandikwa majina wenye watazidikisha mwenye alikuwa anaenda Amerika. Sasa jina ya my mother ikawekwa. Jina ya my mother ikuwekwa, mama ya yule alikuwa anaenda Amerika akauliza, sasa mumeweka mama sasa my mother mnamweka kwa list ya kuzidikisha watu wanaenda Amerika. Huyu mkiangalia familia yake, nani atawahi panda ndege? So what am I trying to say? Sasa kwa hiyo boma kukakuwa na harusi. My sister anaolewa. My sister akiolewa na familia ni kubwa, hata mzee wako na brothers. My mother akaniambia, wewe kama kijana ya nyumbani, hata kama ni wewe uko na miaka michache, you are the firstborn son. Akaniambia ni wewe utauza msichana wenu. Kwa hivyo my sister akiolewa yule mzee, nikasimama kando yake kama baba yake. Nimesema hilo na mwapia inaweza kuwa haina maana sana. Wewe mzazi unalea huyu kijana. Kijana anaanza kuwa mzee, anaanza kuwa na hekima, anaanza kuwa na responsibility kulingana na vile wewe unamuonyesha. Ukimuonyesha yeye ni kababa, ukimuonyesha yeye ni kama mayai inaweza vujika, katakuwa hivyo kama mayai. Lakini ukimulea kama mwanaume, atajichukua kama mwanaume na maisha yake pia atajibeba kama mwanaume. Kwa hivyo mimi hata nikimalizia hapo, mimi nimekuja kuwaambia kama wazazi, please take very seriously the blessing Mungu amewapea, kwa sababu hii ni insurance yako ya kesho. Chipukizi, umefanya kazi mzuri sana. Na watu wanaweza ona tumekuja graduation ya watoto. Ile pekine hawajui ni kwamba hii shule inasaidia wengi ambao pia mapato yao iko chini. Inasaidia wenye hata wanaweza kuwa hawana nafasi ya kwenda shule. Na mimi chipukizi nikiangalia hapa, Mungu anaweza kujalia hii kuwe starehe ya kesho. Ikuwe shule ambayo watu watakuja hapa na wanatoka wakiwa mashuhuri. Kwa sababu ile roho uko nayo, hiyo roho lazima itakupeleka mbali na ipeleke institution mbali. Na ndio maana tunafanya hata katika serikali. Rais ametueleza kama mimi nikiwa budget,
amenieleza hawa watoto wa Kenya kufika kwenye tuko na hata waende mbali, kitu itawafikisha ni elimu. Na ndio maana hata Kenya ikiwa na shida ya fedha, ile mingi zaidi tumeweka kwa elimu. Tukaweka pesa ya CPC tukadouble from 15 billion tumeiweka ikuwe 25 billion. Na hii supplementary tunafanya next week, tutaongeza pesa ya CPC na bilioni zingine kama 10 kwenda juu. Pesa ya Higher Education Loans Board tumepiga maradufu na tunaongeza ingine. Why? Out of the 3.7 trillion, 30% of our budget tumepeleka kwa elimu. Na hayo kwa elimu ni basic education na pia kwenda mpaka tertiary. Ukienda tertiary, hii mfumo mpya tumeleta ya universities, inaweza kuwa kuna wenye watalipa kidogo kama mtoto wa mheshimiwa hapa, lakini mtoto wa mzazi mwenye hajiwezi, 45,000 students watakuwa wanaenda. Make sure wale wanaenda shule wanahitimu, wanapata experience na wanapata kazi kulingana na zile policies zingine tumeweka, kama za housing, kama za IT na zingine zote. Kwa hivyo mimi ni kuwapongeza sana, na nikimalizia kabisa, mimi nikikuwa mchache kwa miaka, mimi nilikuwa najua Mount Kenya region na Lower Eastern tulikuwa tunaitana Adhoniwa. Mimi nilikuwa najua nikiona mtu wa Lower Eastern, wa Machakos, wa Kitui, wa Makueni, mimi nilikuwa najua ni Mudhoniwa. Na yeye akiniona nikitoka Murang'a, nikitoka Nyeri, nikitoka Kiambu, nikitoka kwingineko, walikuwa wanaona ni Mudhoniwa. Mimi nimekuja kuwaambia tunawamiss kama Wadhoniwa wetu. Na tunaona vile tulikuwa na nguvu sana tukiwa Wadhoniwa, Kenya itaenda mbele namna hiyo. Mkubali vile tulikuwa Mount Kenya na Lower Eastern, sisi ni watu wa moja Wadhoniwa, ya kwamba ni familia moja. Tukikuwa hivyo, mimi naona tulikuwa na nguvu zaidi, kwa sababu ni vizuri tushikane hata kwa kutafuta uongozi, kwa kupeleka Kenya mbele. Tukishikana, Kenya ikiwa pamoja, ni afadhali kuliko kama vile tumetegana. Na hayo yote, hata Mheshimiwa Babu Owino akiwa hapa, mniruhusu niseme Kenya kuunganishwa sio sisi viongozi peke yake. Tunakutana pahali ati tunaongea, tunaita dialogue. Mimi naona ile dialogue mzuri ni sisi kama wa Kenya kuapia viongozi ya kwamba sisi hatunaga uhasama kama wa Kenya. Wale wanaweka divisions ni viongozi. Kwa hivyo ile unity tunatafuta kama viongozi ni cosmetic, kwa sababu wa Kenya hawapigani. Ethnicity is only in potential form. It is only politics that activates ethnicity. Watu wanachukiana, wa Kenya wanapendana. So mimi nikeulizwa hata mazungumzo either waharakisha wamalize haraka ama wawachane nayo, juu mimi naona hii mazungumzo mingi nasikia huko Nairobi, mimi nikipima inaweza kosa kusaidia sana. Ile mazungumzo itasaidia ni kama hii shule inaenda vizuri. Mazungumzo inasaidia ni barabara kujengwa. Mazungumzo ni ya maji na maendeleo mengine.